nakwambia ni bulanda wewe kujua. Si tuko huku Kenya, kuna mwingine ameenda huko Tanzania, ati ameenda kuzindua miradi na tujui ni miradi gani anazindua. Sasa kuna Mtanzania mwingine hapo sijui ni mbunge kwa bunge yao hii ya kupiga makofi ubao, anaamuka na anaanza kuomba ati mambo na mazaburi, sijui nini ati amepakwa mafuta. Anasema ati Kasongo pia ati apakwe mafuta 2027. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hawa juisi tuko kadi ama ni nini na muwashashe? Hebu sikizeni Mtanzania anaongea nini kuhusu mambo ya election ya 2027. Nyinyi kama mnapenda Kasamia Kenu, nyinyi mumpende tu, mambo na Kasongo mtuache sisi. Hebu sikiza hapa. Kuachia neno la Bwana Rais Ruto. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 mpaka wa 8. Na mimi kwa sababu pia ni mpako mafuta, ninakuachia upako Rais Ruto utakaporudi Kenya. Guy, anyway. But the embarrassment of the Kenyan nation yesterday in Tanzania is very painful. William Ruto has launched fake projects here in Kenya. He keeps announcing projects that do not exist. The man has become so bold that he is now announcing non-existent projects in a neighboring country. And by the way, we are discussing a refinery in Tanzania. Yes, we are not discussing a refinery in Kenya or Uganda. We are discussing that we are going to have a joint refinery in Tanga to benefit all of us. Sasa tulipokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Sasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Guy. Ni kama ameona aibu ya huku ndani ya Ibambi, ameamua kutuibisha kwa jirani. Tell me why. Samia Suluhu anasema ati must go, alitangaza huko maneno ya refinery na yeye ajui. Ati anasema Ruto jameni. Sasa mimi namuuliza rais, ati anasema tuliongea kuhusu Tanga refinery. Haya ni mageni kwangu, siyajui mimi. Hiyo story mimi hatujaongea na wewe, hiyo story umetoa wapi? Mbona wahada wa Tanzania? Mimi uliniambilia wapi mimi kama Samia mimi? No, ngoja. Usitenge kwa jirani. Hapana, ya. Mnakumbuka kuna time tulikuwa tunadiscussiwa kwa morning show ya TZ? Mnakumbuka wakisema ati Kenya iko katika nchi zenye umaskini wa kupindukia. Jameni, rahasha. Guy ameenda kutenga kwa neighbor, guys. Wow. It's good. It's one time. So guys, your president jana aka-announce akasema tu anajenga oil refinery Tanga. Yes, Tanga is in Tanzania. Kumbe president wa Tanzania hajui. Sasa president wa Tanzania kumbe si muongo. She might be a bad woman but she's not a liar. Akasimama akasema she didn't know. Now your president is throwing tantrums. Ati angejua angesema tunajenga oil refinery Mombasa. So, you know, that only proves he just says anything. Yeah? He just says anything for the applause. He never says anything that he has proof of. Like, how do you say unajenga oil refinery kwa nchi ya wenyewe na president wao hajui? Sasa Watanzania wanajaribu kuteta juu Charlie Chaplin aliwadanganya moja. Guy,
Watanzania tulieni. Sasa unaona venye nyinyi mnasikia. Sisi tunasikia kila siku. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa. No. It's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. Kaongo. Ai. Unatuaibisha bwana. Because what was that? Man. You know, it's a kind of insolence, impunity. You know, he has lied to Kenyans so much that he has no qualms about going to lie to the people of Tanzania. How do you go to a neighboring country to announce a project that is non-existent? And even the president of that country is complaining. Na nyinyi hata mko na bahati, hata hamjapewa ni time gani itatake. Angejaribu aongeze in the next 6 months. Lakini jioni nyinyi angetumia Kiswahili. Ndani ya miezi 6 nyinyi mungeti. Anaitwa Charlie Chaplin. The president of Africa. Huyo ameanza sasa kuitoa nje, exporting of ameanza kuexport, huku imejaa. Sasa kuleni kwa upole. At least Mama Suluhu, she is a very bad dictator who has blood on her hands. And we are happy that the International Criminal Court is slowly cornering her. But at least, despite being a brutal dictator, she had the decency to say, no, this is too much of a lie. You know? She's a terrible dictator, but at least she has some kind of conscience that it is wrong for a country, for a president from a different country to come and announce a non-existent project. So that's the kind of indignity that we continue to suffer as a country. But the beautiful part of it is that it's only for a time. For 14, 15 months and it's over. Goodbye. Neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Rais Ruto, Bwana amekupa kibali. Usiogope. Sisi wa Tanzania tunajivunia kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wa Tanzania tunathamini kazi na mageuzi makubwa rais wetu aliyefanya katika nchi hii. Na kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania, ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani. Bwana akubariki. Neema ya Mungu ikufunike. Malaika wa Bwana wakuatamie. Nenda shujaa Ruto. Tutakukumbuka wa Tanzania. Sisi ni damu yako. Sisi ni mifupa yako. Bwana akubariki na kutengemaza katika jina la Bwana. Asante Rais Ruto. Sasa huyu unichunguze Bwana Yesu, ninakuomba unichunguze.